Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna budi sisi kurudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na neema mbalimbali anazotuneemesha sisi. Miongoni mwa neema kubwa ni kutujalia sisi miongoni mwa wale waliodiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani wangapi tulikuwa nao katika mwaka uliopita ama Ramadhani iliyopita, lakini kwa sasa tayari wameshatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni neema kubwa sana na ni chance kubwa sana kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sisi waja wake ama anatutanabahisha sisi kwa kutujulisha kwamba bado tuna fursa ya kurudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia neema ya kutuchagua sisi miongoni mwa wengi walioko nje, kutuchagua sisi kuwa ni miongoni mwa wale watakaokusanyika katika mkusanyo huu wa kheri. Kwani ni mkusanyiko ambayo kwamba hawakusanyiki watu wote isipokuwa wale waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni neema kubwa sana ndugu zangu na mama zangu katika imani, ambayo kwamba tukizingatia ama tukikumbuka neema hii ni wajibu wetu kurudisha shukrani kwa Allah na kusema alhamdulillah. Insha Allah leo tutazungumzia stara ya mwanamke katika Uislamu. Mada yetu ya leo itakuwa stara ya mwanamke katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-Karim, kitabu ambacho kwamba hakina shaka ndani yake na ni mwongofu kwa kila ambaye kwamba atakichukulia kuwa ni mwongofu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ni aya ndefu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kwa kueleza ama kwa kumwelezea mwanamke namna gani anatakiwa ajistiri kama mwanamke wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kulli mu'minat, anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia, na waambie waumini wanawake. Kulli mu'minat, waambie waumini wanawake. yaghdudna min absarihinna,
Stara ya kwanza ni wainamishe macho yao. Sifa kubwa ama sifa mojawapo miongoni mwa sifa njema za mwanamke mwema, anatakiwa ainamishe macho yake. Hiyo inamaanisha kuwa mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kuwa anakodoa macho sana. Na miongoni kuinamisha macho ni dalili ya haya. Kama tunavyojua, miongoni mwa sifa njema za mwanamke ni kuwa na haya. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye kwamba atajipamba kwa sifa ya kuinamisha macho yake kwa muda mrefu katika uhai wake, basi atakuwa pia amejipamba na sifa ya haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema wayahfadhna furujahunna, na pia wazilinde tupu zao ama walinde sehemu zao za siri. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, na wala wasidhihirishe mapambo yao ama uzuri wao usipokuwa ule utakaodhihirika. Sasa kufika katika sehemu hiyo ila ma dhahara minha, wamekhtalifiana wanazuoni kwamba kipi hicho cha kudhihirika ama kipi hicho ambacho kwamba kimeruhusiwa. Lau kitadhihirika, basi mwanamke huyo hatakuwa katika hatihati ya kuacha stara yake. Baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba ila madhahara minha ni uso na vitanga viwili, yani viganja viwili, kwamba mwanamke anatakiwa ajistiri mwili wake mzima isipokuwa uso wake na viganja vyake viwili. Lakini wanazuoni wengine pia wakasema kwamba madama Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala yubdina zinatahun, wala wasidhihirishe mapambo yao. Mapambo ni kitu ambacho kwamba kiko mbali na maumbile ya mwanamke. Yani mapambo ni kile kitu mwanamke atajipamba nacho mbali na maumbile yake. Kwa hiyo wakasema kupitia kauli hiyo, basi ila madhahara minha ni mfano wa pete katika vidole, wanja, machoni, saa, sababu yale mapambo ambayo kwamba yatadhihirika kwa zile sehemu ambazo kwamba zimeruhusiwa kisheria kuonekana, ambapo kwamba ni uso na viganja viwili. Lakini wanazuoni wakasema, wengine wakasema kwamba ila madhahara minha ni jilbab pamoja na nguo atakayovaa. Yani hicho ndio kitakachoonekana na hicho ndio kilichokusudiwa hapo kuonekana. Na wengine pia wakasema ila madhahara minha inaweza ikaingia hina katika mikono pamoja na mapambo yote yatakayokuwa katika mikono yake. Lakini wote waliokubaliana kwa mapambo ya ziada ambayo kwamba yanazidishwa katika sehemu hizo mbili, wakaweka sharti kwamba mwanamke huyo basi ajiamini ama yani ahakikishe kwamba vile vitu alivyojipamba navyo visimuingize katika fitna. Fitna vipi? Mwanamke wa Kiislamu unaweza mathalan na Eid na karibia ukaenda ukachora hina. Sawa, tumeruhusiwa kuacha viganja viwili wazi, lakini ukawa una wasiwasi kwamba lau mwanamume ajnabi ataona ile hina anaweza katamani mikono yako. Na tunawajua wanaume tulionao zama sasa. Sasa vitu vidogo vidogo vinawa kwa hiyo anaweza akatamani hata ile hina ambayo kwamba umeipaka katika mikono yako. Kwa hiyo lau utahisi kitu kama hicho, basi wanazuoni wote wamekubaliana kwamba bora zaidi ufinike mikono yako maadamu tayari umeweka mapambo katika mikono hiyo. Vile vile wanja katika macho. Kuna mtu kimtizama tu hivi, sisi wanawake ndio wanawake wenzetu, lakini ukimtizama mtu unasema mashaallah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mashaallah mtu fulani mrembo. Haya, mrembo yuko hivyo, akienda katia wanja machoni. Sasa wewe mwanamke mwenzako umemsifu, je mwanamume? Kwa hiyo utakapohisi kwamba kupitia hiki nilichokifanya kinaweza kikaleta fitna yoyote, basi wanazuoni wamekubaliana kwamba bora zaidi kufinika ama kujistiri katika sehemu hizo, pamoja na kuwa zimeruhusiwa kuachwa wazi, lakini vile umezipamba hizo sehemu, basi bora zaidi kuzifinika. Kwa hiyo hakika mama zangu katika imani, stara imekuja kumheshimisha mwanamke. Stara imekuja kumlinda mwanamke. Stara imekuja kumthaminisha mwanamke.
Na hii tuchukue tu mfano mdogo, apite mwanamke aliyejistiri na apite mwanamke ambaye kwamba hajajistiri. Practical fupi ambayo kwamba tunatakiwa tuitizame ni kwamba akipita mwanamke huyu mbele ya wanaume watazungumza nini, na akipita mwanamke ambaye kwamba hajajistiri mbele ya wanaume ambao kwamba huenda ni wanaume ambao kwamba wana qillatul haya zao ni ndogo, kwa ajili mwanaume mwenye haya hawezi akamkodolea macho mwanamke ambaye kwamba hajajistiri. Lakini kuna wengine wanaenjoy watizama. Kwa hiyo unaweza ukafanya research kwamba akipita mwanamke aliyejistiri maneno gani yanawatoka wale wanaume, na akipita mwanamke ambaye kwamba hajajistiri ama kajistiri lakini ile stara yake ina shubaha, yani amevaa nguo imepambika, yani mpaka yani anapita anamwambia kabisa, sister umependeza, hiyo ni fitna. Ama amevaa stara yake nzuri, hijab yake nzuri, lakini katika uso wake kapaka lipstick, mdomo kwa mwekundu mzuri, kapaka wanja. Kwa hiyo tumeruhusiwa kuachia uso wazi, lakini tayari unaongeza mapambo katika uso wako, tayari inakuwa. Kwa hiyo madama stara imekuja kama kinga kwetu sisi wanawake, basi tusichukulie kama ni jambo zito kwetu sisi, ama tusichukulie kwamba ni tabu kwetu sisi kufuata stara aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali tuchukulie kama ni pride, yani ni kitu kikubwa cha thamani cha kututamanisha sisi kama wanawake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeni hapa tuko kwa ila ma dhahara minha. Kwa hiyo naeleza vile vitu ambavyo kwamba vimeruhusiwa kuonekana, lakini hata kuonekana kwake basi kuwe mtu atasalimika na fitna. Na ndio maana hata wanaovaa niqab, wanaovaa gloves, wanajilinda kwamba usije wakapita kwa wanaume, hawezi ukajua mtu unapita wapi. Zama za sasa wanawake tuna mambo mengi. Hauwezi ukasema mimi nitakuwa nyumbani tu. Utaenda sokoni, utaenda kuemea, utaenda kutafutia watoto nguo za Eid. Hauwezi ukajilimit kwamba nitapita hapa na hapa na hapa peke yake. Kwa hiyo wanajihifadhi kwamba nisije nikapita sehemu ikawa mimi nikawa ni sababu ya kufitinisha wanaume ambao kwamba watakuwa katika sehemu hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao. Lakini pia hii wamekhtalifiana wanazuoni. Kuna baadhi ya wanazuoni waliokubaliana kwamba kufunika sura pamoja na viganja viwili imo ndani ya kauli hii, lakini wengine wakasema kufunika sura pamoja na viganja viwili sio lazima. Mtu akifanya ni vizuri, lakini sio lazima. Na wakatoa hoja hiyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa Sayyidatu Asma alikuwa hajajihifadhi, hajajistiri vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akageuza sura yake na akamwambia, kwani hakika watoto wa kike watakapobaleghi basi wanatakiwa wajistiri mwili yao mizima isipokuwa nyuso zao na viganja vyao. Kwa hiyo waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao. Lakini pia Allah akaendelea kwa kusema wala yubdina zinatahunna illa libululatihinna, na waamrishe ama waambie waumini wanawake wasidhihirishe mapambo yao ama uzuri wao isipokuwa kwa waume zao. Na hapa tutatizama aura ya mwanamke wa Kiislamu, yani sehemu ambazo kwamba mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajistiri na akiwa katika maeneo gani. Wanazuoni wamekubaliana kwamba auratul hurra 5. Aura za mwanamke ambaye kwamba yuko huru, yani sio mtumwa, na siku hizi hamna watumwa. Kwa hiyo aura ya mwanamke imegawanyika katika vipande vitano. Kipande cha kwanza ni fil khalwa, yani mwanamke akiwa peke yake, mathalan uko ndani ya nyumba peke yako, wa inda nisa'i, ama uko pamoja na wanawake wenzako, wa rijal al maharim,
na wanaume ambao kwamba hawafai kukuoa, basi hapo mwanamke huyu aura yake itakuwa mabaina surra wa rukba. Aura ya mwanamke ni sehemu ambazo kwamba hazitakiwi kuonekana akiwa peke yake, akiwa na wanawake wenzake, na akiwa na wanaume maharam zake, ni wanaume ambao kwamba hawafai kumuoa. Basi aura yake ama sehemu ambazo kwamba hazitakiwi kuonekana ni kati ya kitovu na magoti yake. Yani hiyo sehemu ndio imezuiliwa kuonekana atakapokuwa katika hali hii. Lakini pia mwanamke huyu aida haliliha, mwanamke huyu akiwa na mume wake, uko ndani na mume wako, basi la aura, hakuna aura, hakuna kitu ambacho kwamba mume wako afai kuona. Kwa hiyo mwanamke akiwa pamoja na mume wake hakuna aura yoyote. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala yudina zinatahunna illa libu'ulatihinna, wasidhihirishe mapambo yao, wasidhihirishe uzuri wao isipokuwa kwa waume zao. Lakini akaendelea kusema au abaihinna, au baba zao. Baba zetu hawezi kutuoa, baba zetu hawezi kututamani. Kwa hiyo tumeruhusiwa kudhihirisha uzuri wetu na mapambo yetu kwa baba zetu. Lakini pia au abai bu'ulatihinna, ama mababa wa waume zao, bimaana baba wakwe zetu, yani baba wa mume. Yule hatakiwi kukuoa madama aliyekuoa ni mtoto wake. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote la wewe kudhihirisha mapambo yako kwa baba mkwe wako, kwa ajili hatakiwi kukuoa. Lakini Allah akaendelea kwa kusema au abnaihinna, au watoto wao. Haiwezi kuingia kilini kwamba mtoto wako anaweza kukutamani. Kwa hiyo tumeruhusiwa kudhihirisha mapambo yetu kwa watoto wetu wa kiume. Hapa wamezungumziwa, yani wako wanazungumziwa wanaume tu kwanza. Lakini pia au abaihinna, hapana, afwan, au abnai bu'ulatihinna, tumeishia kwa kusema au watoto wetu, hakuna tatizo lolote la wao kutuona. Lakini pia abnai bu'ulatihinna, watoto wa waume zetu. Mathalan mtu umeolewa na mwanamume ambaye kwamba tayari alikuwa na familia, tayari alikuwa na watoto. Baada ya yule mwanamume kukuoa, watoto ni wako, hawawezi kukuoa. Kwa hiyo unaweza ukadhihirisha mapambo yako kwa watoto wa mume wako. Lakini pia au ikhwanihinna, au kaka zao ambao kwamba ni kaka zetu. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote kudhihirisha mapambo yetu kwa makaka zetu. Au bani ikhwanihinna, au watoto wa makaka zetu ambao kwamba pia ni watoto wetu, yani watoto ambao kwamba wanatuita sisi mashangazi, pia hakuna tatizo lolote kudhihirisha mapambo kwa wao. Lakini pia au bani akhawatihinna, au watoto wa kiume wa madada zetu ambao kwamba wanatuita mahale, wa mama wadogo, wa mama wakubwa. Tamam. Kwa hiyo pia wao hakuna tatizo lolote kudhihirisha mapambo yetu. Turaki sana katika hii sehemu. Wanawake wa Kiislamu tunajisahau sana, na hasa tukiwa katika majumba yetu. Kweli waume zetu huwa wanachukua marafiki zao wakiwaleta ndani ya nyumba sometimes bila taarifa, lakini hakikishi kwamba wale walioingia na waume zetu ama wale wanaoingia ndani ya majumba yetu, je, wanatakiwa kutuona kwa namna tunapokuwa, ama je watu hao wanatakiwa watuone sisi kwa kiwango gani? Kwa hiyo tuwe makini sana katika sehemu hizi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema au nisaihinna, au wanawake wenzao. Na hapa tuweke nukta, nitakuja mbeleni kuelezea nisaihinna ni kina nani. Je, ni mwanamke yoyote tu unaweza ukajiachia kwake, ama ni mwanamke wa aina gani? Tamam. Lakini pia au mamalakat aymanuhunna, au wale watu ambao kwamba wamewamiliki. Na hizi zama za sasa hazipo. Kwanza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama zile zikaisha mambo ya utumwa. Hapa umekusudiwa ni watumwa. Zama za zamani ilikuwa
kuna hali ya kumilikiwa kwenye upande wa utumwa. Yani ukiletewa mtumwa yule unamiliki, na kumiliki ni kwa kila kitu. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wa watoto wake ambaye kwamba ni Ibrahim, alitoka kwa kijakazi chake ama kwa mtumwa wake aliyekuwa akiitwa Maryam. Kwa hiyo mtumwa zama zile za zamani ilikuwa unamiliki kwa kila kitu. Kwa hiyo hata hao pia hakuna tatizo lolote kudhihirisha mapambo yao kwa wao. Lakini Allah akiendelea kusema awitabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal, ama wale wafuasi wa kiume ambao kwamba hawana matamanio. Mathalan, akaja nyumbani kwako mwenda wazimu, yani majnun, yeye mwenyewe hajitambui, yani hajitambui, kasimama ama amekaa anatembea, hajitambui. Kwa hiyo ni ngumu sana aanze kukutizama, aanze kukuswarifu, aanze kukutamani ngumu. Kwa hiyo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia ni wale wafuasi wa kiume ambao kwamba hawana yani kiumbile yao hawana matamanio kwa wanawake. Allah anaendelea kusema awitifli alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, ama watoto wadogo ambao kwamba bado hawajadhihirikiwa na mambo ya kike, yani hawajadhihirikiwa na matamanio ya kutamani wanawake na kadhalika. Wala yadhribna bi arjulihinna, Allah akaendelea kusema wala wasipige miguu yao chini, liyulama ma yufina min zinatihin, wasipige miguu yao chini ikawa ni dalili ya kuonesha kipi kilichofichika katika miguu yao. Kwa ajili zama za zamani wanawake walikuwa wakivaa vikuku. Vikuku ni zile bangili zinazovaliwa katika miguu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah akamwamrisha awaambie wanawake wajizuie kutembea kwa vishindo, kwa ajili zile halaki huwa zinatoa sauti. Kwa hiyo mtu hata kama una nguo yako ndefu, lakini ukitembea kwa kishindo, ile sauti ikiwa inatoka, wanaume yani moja kwa moja wanajua kwamba huyu kavaa vikuku vya miguuni. Kwa hiyo pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akakataza hilo, na akamalizia kwa kusema watubu ila Allahi jami'an, na turudini ama tubuni nyote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Kwa hiyo hii aya moja imekusanya stara kamili ya mwanamke, ama imekusanya nyanja zote ambazo kwamba mwanamke anatakiwa ajistiri na kwa namna gani. Kama tumezingatia katika haya hii, hatujawasikia maammi, si ndio? Hatujawasikia baba wadogo wala baba wakubwa wakitajwa. Tayib, wale hawatakiwi kutuoa sisi, wala hawafai kutuoa, wala hawawezi kutuoa. Lakini kwa nini hawajatajwa huko? Kwa ajili ya ammi akikuona umejiachia na mapambo yako, huenda akaenda akamsifia mtoto wake wa kiume. Mtoto wake wa kiume anafaa kukuoa, mtoto wa ammi anafaa kukuoa. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaepusha hii fitna, kwamba wanawake wasidhihirishe pia mapambo yao kwa maammi zao. Kwa ajili gani? Huenda wale maammi wakishawatizama wakawaona, wakaenda kuwasifia watoto wao. Nimemuona mtoto wa ndugu yangu fulani, mashallah, ana nywele ndefu, mzuri, miguu. Wakishawasifia watoto wao, fitna iko pale pale. Kwa hiyo tunawasikia mahali ili wajomba wala baba wadogo na baba wakubwa, kwa ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala aliepusha fitna hiyo. Kwa hiyo tukirudi katika aura za wanawake, tulitaja aura mbili, ambapo aura ya kwanza ilikuwa ni mwanamke akiwa peke yake, lakini pia mwanamke akiwa pamoja na wanawake wenzake, ama mwanamke akiwa pamoja na wanaume maharim zake. Na maharim ndio hawa waliotajwa katika hii aya. Ilibidi nisitishe kuendelea huku ili tupate kuwatambua maharim ni kina nani. Kwa hiyo maharim ni wale waliotajwa katika aya kama hii. Pamoja na kuwa na maammi pia ni maharim, lakini imeingia shubha kwa maammi kwamba wanaweza wakaenda kuwasifia watoto wao wa kiume. Lakini pia upande wa pili ama kipengele cha pili cha aura ya mwanamke ni atakapokuwa na wanawake mafasik,
Na ndio maana pale nikawaambia tuwekeni nukta kwenye au nisaihinna. Allah aliposema hakusema ama wanawake wote ama wakiwa wanawake tu, hapana. Alinasibisha wale wanawake kwa wale kulli mu'minati. Iliposhuka hii aya, Allah alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie kina nani? Waumini wanawake. Kwa hiyo ile au nisaihinna imerudi kwa wale waumini wanawake wenzao. Je, mwanamke muumini mwanamke anaweza akawa ni mwenza wa mwanamke ambaye kwamba si muumini? Je, mwanamke ambaye kwamba yani amejawa imani anaweza akawa mwenza wa mwanamke ambaye kwamba ni fasik? Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema au wanawake wenzao, bimaana ama wanawake wa kiumini wenzao. Yani mkiwa waumini, yani wanawake wa imani peke yenu, basi aura yenu inaweza ikawa baina surra wa rukba. Lakini mtakapokusanyana na an-nisaa'ul fasiqat, wanawake wa ovu, mafasiki kina nani? Hata Muslim anaweza kuwa ni fasik. Hata Muislamu anaweza kuwa ni fasik. Anakuwa ni fasik vipi? Muislamu anajua kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hijab kwa namna gani. Anajua kabisa kama muumini ama kama Muislamu natakiwa nijistiri namna gani. Lakini akaamua kuyaweka pembeni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na akafuata wimbi la dunia ama wimbi la fashion zilizopo katika zama zake. Ili kufuata stara iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio stara tu, kila kitu ambacho kwamba kimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ikawa anakijua alafu akaamua kuepukana nacho ama kutokifuata, huyo ni fasik. Kwa hiyo utakapokuwa na wanawake wa staili hiyo au al-kafirat ama wanawake wa kikafiri, hautakiwi kujiachia kama ilivyo, yani kama ilivyo ukiwa na wanawake wa kiumini. Unatakiwa uvae vipi? Wanazuoni wamesema ma la yabdu 'inda al-mihna. Aura yako itakuwa ni vile vitu ambavyo kwamba ama vile viungo vyako ambavyo kwamba huwa havidhihiriki ukiwa katika majukumu yako ya nyumbani ama ukiwa katika kazi zako, miamalati yako ya nyumbani. Tunajua tukiwa nyumbani, tukiwa tunapiga deki, tunapika, tunafua, tuna hali gani? Kuna wanaovaa madera, kuna wanaovaa, kila mmoja ana hali yake anayokuwa nayo akiwa nyumbani. Kwa hiyo ile hali ndio hali ambayo kwamba utatakiwa kuwa nayo lao utakuwa na wanawake ambao kwamba ni mafasik ama wanawake ambao kwamba ni makafiri. Lakini vile wote ambao kwamba vitadhihirika katika wakati ule, mfano nywele zako, kuna watu wengine wakifanya kazi nyumbani hawafiniki vichwa, wanaacha kichwa wazi, wala si hakuna tatizo lolote kwa ajili huko peke yako. Mathalan nywele zako, lakini pia mikono mpaka juu au vidole hizi, watu wa bara wanaviita vipanya mkono, sijui kuna vitaji. Mkono yani mkono mzima. Lakini pia arrijlan ila rukbatain, miguu miwili mpaka magoti. Yani aura utakapokuwa na wanawake ambao kwamba ni mafasik na wanawake ambao kwamba ni makafiri, ni mwili wako kuanzia shingo yako mpaka katika magoti yako. Haitakuwa sawa kama aura ya mwanamke wewe na mwanamke wa kiumini mwenzako. Kwa nini Allah subhanahu, yani kwa nini wanazuoni waka specify, yani wakahususisha hili jambo kwa namna hii? Lengo ni lile kujisalimisha na fitna. Kujisalimisha na fitna. Hauwezi kujua yule mwanamke wa kikafiri uliye naye pale, akishatoka pale ataenda kukusifia kwa nani. Kwa ajili ni ngumu sana mwanamke mwenye imani kama wewe atajua kabisa miongoni mwa stara ni kuto kumzungumzia mwanamke kwa maumbile yake kwa watu ambao kwamba ni ajnabi. Lakini kwa mwanamke ambaye kwamba ni fasik ama ni kafir, hawezi kujua kama huo ni mwiko katika sheria. Kwa hiyo kwa kuepusha hii fitna, ndio maana
ikawekwa aura kwa wanawake hawa kwa staili hii. Lakini katika kipengele cha tatu ni kuswala. Mwanamke akiwa katika swala, aura yake ni mwili wake mzima isipokuwa uso wake na viganja vyake. Jamani, tunaoswali na niqab, nyuso zetu hazitakiwi kufunikwa wakati tunaswali. Aura ya mwanamke katika swala ni mwili wake mzima isipokuwa uso wake na viganja vyake. Lakini pia tunaoswali tukaacha miguu wazi, miguu yetu ni aura. Kwa hiyo pale tutakaposwali tuhakikishe tumefunika miili yetu kwa ukamilifu wake isipokuwa uso na viganja viwili. Na nikisema viganja viwili ni viganja viwili. Kwa hiyo ukijijua kwa ile ukisema Allahu Akbar, nguo yako itashuka mpaka mkono kwenye kiwiko itaonekana, ile ni aura. Tafuta nguo nzuri ya kuswali ambapo kwamba ukisema Allahu Akbar kinachoonekana ni nini? Ni kiganja peke yake. Lakini kipengele cha tano, inda rijali al-ajanib, mwanamke akiwa katika mkusanyiko wa wanaume maajnabi. Wanaume maajnabi ni wale wanaume wanaofaa kutuoa. Mwanamke huyu stara yake inatakiwa iweje? Jami'ul badan, mwili mzima. Sasa hapa wanazuoni wakakhtalifiana kupitia ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma dhahara minha. Kwa hiyo kuna wale waliosema jami'ul badani pamoja na uso na viganja viwili. Kwa hiyo mwanamke akiwa na wanaume ambao kama ni maajnabi, basi ni wajibu wake kufunika uso wake pamoja na viganja vyake viwili. Na wakatoa hoja ambayo kwamba ni hoja thabit kwamba yani reception ya mwanamke ni uso wake. Kuna mtu atasema ni mzuri kwa kutazama miguu yako, reception ni uso wako. Kwa hiyo mtu atasema mashallah huyu mrembo baada ya kutazama nini? Sura yako. Kwa hiyo wanazuoni hao wakaupa sura, yani wakaipa sura kama ni miongoni mwa viungo vyenye fitna ambavyo kwamba vinaweza kumfitinisha mwanamke akiwa na wanaume ajnabi. Na ndio maana wakasema jami'ul badan. Lakini kunao wanazuoni wakasema hapana, jami'ul badan illa alwajh walkaffain, isipokuwa uso na viganja viwili. Kwa hiyo akiviacha wazi mwanamke uso wake na viganja viwili, hata kama yuko pamoja na wanaume maajnabi, fala haraj, hakuna tatizo lolote. Na wakasema kwa ajili Allah alisema illa ma dhahara minha, madama haikuwa specified ni illa ma dhahara minha ni kitu gani, basi kuna wanazuoni wakasema kwamba illa ma dhahara minha pia inaweza kuwa ni uso pamoja na viganja viwili, kwa sharti usidhibitinishe. Yani kuna ile ruhusa tumepewa, basi acheni wazi viganja vyenu na uso wenu. Lakini sasa tukatafuta makorombwezo ya kukorombeza uso na viganja viwili ili kushawishi wale watakao tuona. Haifai kwa mwanamke wa Kiislamu anapokuwa na wanaume ambao kwamba ni maajnabi. Kwa utakapokuwa na wanaume maajnabi, jiepushe na kila njia ama kila namna ambayo kwamba inaweza ikakuingiza wewe katika fitna. Na wallahi mama zangu niwaambie, wanaume wa siku hizi hawamezei. Kuna msemo siku hizi tunasema mafriji dawa ya gandishi. Yaani akikuona tu kitu kimemvutia hapo hapo anakuambia, alafu utabaki unajilaumu, utabaki unajiuliza maswali, lakini aisha kwa nini? Aisha kwambia mashallah umepaka wanja, jicho lako nzuri limependeza leo, mashallah pete yako nzuri, vidole vimeng'aa. Kwa hiyo tujiepushe na hizi ni shubaha, hizi ni shubahat. Tukiwa kwa peke yetu ama na maharimu zetu hakuna shida. Lakini tutakapoenda, yani tutakapokuwa na wanaume ambao kwamba ni maajnabi, basi tusitafute sababu ya kuingia katika fitna. Wewe unatoka nyumbani ukijua kabisa mimi nikipaka hata karangi kamdogo, ninapoenda huko kuna wanaume, inaweza kuleta shubaha, wakaanza kunitizama, kuniswarifu. Acha. Ukiona wazi kupaka wanja ni sunna, si ndio? Lakini ukiona ule wanja utakao paka unaweza kuleta fitna, acha. Ukiona wewe kuvaa pete inaweza kuleta fitna,
na ni pete yako ya ndoa, uweze ukavua, vaa gloves ama finika mkono wako ndani ya hijab yako. Usiudhihirishe kwa nini huenda wakatamani kwa vidole kwenye hivyo pete. Wanaume hawatabiriki. Tamam? Kwa hiyo tusitafute sababu ya kuingia katika fitna katika upande wa stara zetu ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea sisi zitulinde na zituheshimishe. Lakini pia ya mwisho ndio ile niliyozungumzia mara ya kwanza kwamba mwanamume akiwa mwanamke akiwa na mume wake basi hakuna tatizo la yeye, hata hakuna aura kati ya mume na mke wake. Tuende katika nini maana ya stara. Hapa sasa tumeshazungumza namna gani tunatakiwa tujistiri. Sasa hii stara ina hukumu gani katika dini? Ama ni mtu ukijisikia unajistiri, usipojisikia haujistiri. Wanazuoni wameitafsiri aura kisheria kwamba ni yajibu sitruha. Aura kisheria ni zile sehemu ambazo kwamba ni lazima. Tukisema yajib, wanazuoni wametafsiri wajib kwamba huwa alladhi yastahiqu thawabu fa'iluhu. Mtu yote ambaye kwamba anafanya wajib basi amestahili kupata nini? Kupata thawabu. Wa yastahiqu al-iqaba tarikuhu, na yoyote ambaye kwamba ataacha kufanya wajib basi amestahili kupata madhambi ama mateso kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aura ni kile kitu ambacho kwamba ni lazima kukistiri. Kwa hiyo huko kote tulipopita aura ya mwanamke akiwa na wanawake wenzake, akiwa na maharimu zake, akiwa na mume wake, akiwa na kina nani, zote hizo tulizozungumzia ni lazima kwetu sisi kuzistiri. Wewe tusipojistiri tunapata nini? Madhambi. Na tutakapojistiri imtithalan kwa ajili ya kufuata amri ya Allah na mtume wake basi tunapata nini? Thawabu. Na usifanye kitu ambacho kwamba Allah ameamrisha ukafanya kwa ajili watu wengine wanafanya. Kwamba mimi navaa juba kwa ajili madrasa nayosoma ustadhi wangu pia navaa juba. Hapana. Jua kwamba ile ni amri ya Allah, fanya kwa ajili ya kutekeleza amri ya nani? Ya Allah. Hapo unapata thawabu mara mbili. Unapata thawabu ya kujistiri, lakini pia unapata thawabu ya kutekeleza ama kutii amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo al-aura ma yajibu sitruha ni kitu ambacho kwamba ni lazima kustiriwa, lakini pia wayuhramu nadhara ilaiha, ni haramu kuonekana. Na kama tunavyojua haramu kile kitu ambacho kwamba mtu usipokifanya unapata thawabu na ukikifanya unapata madhambi. Kwa hiyo wewe utakapoacha wazi aura yako watu wakaona, watu ambao kwamba hawatakiwi kuona hiyo aura, unapata madhambi. Na utakapojistiri unapata thawabu. Tuende katika shartu satir. Haya, tunajistiri na nini? Hizo stara zinatakiwa ziwe katika mfumo upi? Ama ni nguo yoyote tu? Kwamba madama ni nguo, ngozi yangu haionekani basi naweza nikavaa nikatembea? Hapana. Sharti ya kwanza ya kile ambacho kwamba unatakiwa kujistiri nacho kinatakiwa kienee ile aura yako na kienee kimavazi. Usije ukasema mimi madama nimo ndani ya nyumba hamna anayeniona naweza nikatembea bila nguo. Si nimo ndani ya nyumba, si ni stara hii? Hapana. Ile aura ihifadhiwe na kitu ambacho kwamba kiko katika mfumo wa mavazi. Lakini sharti ya pili ayyamna alawmi albashara, basi hicho utakachojistiri nacho kisiwe chepesi, kisiwe kitadhihirisha rangi ya ngozi yako. Lakini pia baadhi ya wanazuoni wakaenda mbali wakasema pia kisidhihirishe maumbile yako isipokuwa yale ambayo kwamba hayana budi. Mathalan mtu ni mnene. Mtu mnene atavae nini? Yaani kuna baadhi ya sehemu automatic zitajidhihirisha, lakini umeshafanya jitihada. Umemuonesha kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi nina nia ya kufanya nini? Ya kujistiri. Lakini mtu ni mwembamba
alafu kaenda kanunua hiyo abaya, ukaenda ukaichonga kabisa ikafit kabisa, yani inaonekana kabisa hapa mkono hapa juu ni mnene, hapa chini ni mbamba, tumbo lake kubwa. Hapana, katika sheria hiyo haitakiwi. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba stara zetu zinatakiwa ziwe pana. Sharti ya stara ya mwanamke wa Kiislamu inatakiwa iwe pana, na upana wake isiwe inadhihirisha maumbile yake, isipokuwa mala budda, vile vitu ambavyo kwamba yani wanawake wenye maumbile ambao kwamba hata wafanyaje maskini lazima yatadhihirika. Lakini pia yani mwenye kutaka kuonesha maumbile yake hujulikana. Yule unaenda kununua nguo, nguo yenyewe pana kweli, nani anavaa nguo pana, naingia mimi na mdogo wangu pia naingia. Unaenda unafanya nini? Unaichonga. Hapana. Stara ya mwanamke mwenye heshima, anayejiheshimu, basi inatakiwa iwe ni nguo ambayo kwamba ni pana. Kwani ukishaibana, yani huwa hatujui tu kwamba tunajifedhehesha sisi. Wewe utajua umependeza, lakini hauwezi kujua wale ambao kwamba wako pembeni wanaokutizama wanakuchukulia kwa taswira gani. Lakini kwa asilimia kubwa tunajifedhehesha wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo miongoni mwa sharti za stara inatakiwa iwe pana. Lakini pia hili katika upande wa faida, tunaweza tukaenda tukawapa faida watoto wetu wa kiume, waume zetu, kaka zetu. Kuna auratul rajul, tumeshazungumzia aura ya mwanamke, lakini pia kuna auratul rajul. Sio kwamba mwanamume ndio yeye ameachiwa free kwamba anaweza kufanya anachokitaka. Hapana. Auratul rajul ziko nne, yani sehemu ambazo kwamba ama namna, yani sehemu ambazo kwamba mwanamume hatakiwi kuonekana, ziko zimegawanyika katika vipengele vingi. Kipengele cha kwanza, fil khalwa, mwanamume akiwa peke yake nyumbani, basi kitu ambacho kwamba hakitakiwi kuachwa wazi ni asawatan, sehemu mbili za siri. Kwa hiyo akiwa peke yake, yeye hifadhi tu sehemu mbili zake za siri, haina neno, maisha yaendelee. Lakini sehemu ya pili ni inda nisaa nahari, mwanamume huyu akiwa na wanawake ambao kwamba hawezi kuwaoa, mama zake, dada zake, bibi zake, shangazi zake, tamam, yani akiwa na wanawake ambao kwamba ni mahari zake, hawezi kuwaoa, na pia akiwa na wanaume wenzake, mabaina surra wa rukba. Mwanamume huyu akiwa na wanawake ambao kwamba hafai kuwaoa, na pia akiwa na wanaume wenzake, basi aura yake anatakiwa astiri kati ya kitovu chake na magoti yake. Kwa hiyo akivaa tu shorts hizi, kaptura, haina shida, amestiri aura, hakuna tatizo lolote. Lakini inda nisaa al-ajnabiyat, mwanamume akiwa kwa wanawake maajnabi, mwanamume katoka kaenda kwenye kongamano la Waislamu, kuna wanaume na kuna wanawake. Kwa hiyo atakapoenda kwa wanawake ambao kwamba ni maajnabi, jami'ul badan, anatakiwa astiri mwili wake wote. Yani asitoke tu yeye na kaptura akaenda bila chochote. Yani vizuri zaidi astiri mwili wake mzima, isipokuwa uso, miguu, mikono. Yani kuna zile stara za wanaume, kanzo haitakiwi ndefu sana mpaka kuburuza, tumeelewana. Ni zile stara za wanaume ndipo anapotakiwa ajistiri atakapoenda kwa wanawake ambao kama ni majnabi. Lakini mwanamume huyo aenda halilatihi, akiwa na mke wake, la aura, hamna stara yote. Kwa hiyo mtu kwa mke wake, mtu kwa mume wake, hamna stara kati yao. Lakini kwa watu wengine stara imekaa kwa namna hiyo. Insha Allah, kwa haya machache, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa wameitambua stara yao, na sio kuitambua tu bali kuifanyia kazi. Msiba mkubwa kwa zama hizi za sasa
yani wachache katika waja wa Allah sikiliza wakachukua waliosikia. Yani wengi huwa tunakuja tunahudhuria madarasa, tunaelezwa mambo mengi, lakini wale wanaotoka na kuyafanyia kazi yale yaliyozungumzwa ni wachache sana. Lakini ni washauri, stara ya mwanamke ndio heshima ya mwanamke. Utakapojistiri ndivyo utakavyoheshimiwa. Huenda usilione hilo wakati unaanza kujistiri, lakini ipo siku Allah subhanahu wa ta'ala atakuonesha kwamba heshima hiyo ipata ni kupitia stara yako uliyojistiri. Kwa hiyo tuchukue kama ni sehemu ya maisha yetu, tuchukue kwamba ni wajibu kwetu sisi kufanya yale ambayo kwamba tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika upande wa stara, kwani Allah alitupenda na akataka tuheshimiwe, tuthaminiwe na tusifanyiwe istihzai, ndio maana akachusha aya ya stara. Inshallah bihadha alqalil, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watasikia mema na kuyafuata na kusikia maovu wakayawacha. Kwa machache haya, nikiwa nimeteleza, nimekosea, basi fa min nafsi wa min shaytan, lakini nikiwa nimepatia basi falaysa alkamalu illa lillah, hakuna mkamilifu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo.